Asiyethubutu hathamini fursa. Hiyo ndiyo falsafa inaonekana kuiongoza Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika juhudi zake za kutafuta suluhisho la kudumu la ajira kwa vijana, kwa kutambua kwamba bahati haiji mara mbili, lakini fursa huja kwa anaojiandaa. Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Mheshimiwa Shabani Ali Othman amefanya ziara ya kimkakati jijini Dar es Salaam yenye lengo la kujifunza, kubadilishana uzoefu na kutafuta fursa za uwekezaji katika sekta ya mifugo na nyama ili kuongeza ajira na uwezeshaji kwa vijana. Akiwasilisha taarifa kwa ujumbe huo, mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam alieleza kuwa mradi huo ulianza mwaka 2019, umefanikiwa kuajiri wafanyakazi 202 na una uwezo wa kuchinja ng'ombe 500 pamoja na mbuzi 200 kwa siku. Aidha, alibainisha kuwa machinjio hayo yanajiandaa kuingia katika soko la kimataifa kwa kutumia fursa za miundombinu ya kisasa ikiwemo bandari, uwanja wa ndege na reli za kisasa. Ziara hii itahusu eneo la Vingunguti kwa maana ya kiwanda ambacho kinahusika na uchinjaji na uandaaji wa nyama kutoka kwenye ng'ombe. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwezesha sekta hii ya mifugo, Mheshimiwa Waziri, lakini kuendelea kuwekeza zaidi katika machinjio yetu ya kisasa ambayo kimsingi kwa Dar es Salaam ni machinjio ya kimkakati. Waziri, mtakapofika kwenye machinjio ya Vingunguti mtajionea kwanza uwekezaji ambao umefanyika pale, takriban kiasi cha shilingi bilioni 23 ambazo zimewekezwa kwa maana ya machinjio yenyewe. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichinja, lakini zile byproducts zimekuwa hazileti faida kwa halmashauri ya jiji na kwa serikali. Sasa kupitia mstahiki meya, lakini kwa uongozi wa wilaya na mtendaji mkuu, katibu tawala, tukaazimia kwamba byproduct hizo kwa nchi zingine ni faida na ni revenue kwa kiasi kikubwa. Tutakapoishia kuchinja peke yake inakuwa haileti ule muunganiko wa kibiashara na kupata faida. Kwa hiyo tukasema tutachinja, lakini upande wa pili ngozi, kwato, pembe, mbolea, damu, vyote hivi viende kuinufaisha serikali. Mheshimiwa Waziri, machinjio ile ina wafanyakazi 202. Kwa hiyo utaona ni kiasi gani kwamba kila kijana pale anawakilisha zaidi ya watu 3 huko nyuma yake. Utauona uchumi wa namna ambavyo unagusa maisha ya wananchi zaidi ya wafanyabiashara wenyewe. Lakini mifugo ambayo tunapokea pale, Mheshimiwa Waziri, kwa siku tunapokea ng'ombe si chini ya 500 ambao wanakuwa slaughtered, wanachinjwa, na mbuzi tunapokea 250. Kwa hiyo utaona machinjio yetu jinsi ilivyo na muunganiko sasa wa kutoka Pugu Mnadani, connection ilivyo ya uchumi na mzunguko wake, ni eneo ambalo linatija sana. Tunajiandaa kupitisha maeneo yote yale ambayo uliyawasilisha mwanzo, lakini nitambue kwamba kwa niaba ya wizara yako kikubwa ni ajira, hasa kwa vijana, na miradi ambayo unakwenda kutembelea, Mheshimiwa Waziri, nikiri kusema kwamba imeajiri vijana wengi sana. Naibu Katibu Mkuu amesema sisi hatuajiri, amesema tunaibua, basi miradi itakwenda kuibua wingi wa ajira kwa vijana wetu wa Zanzibar, lakini na Watanzania kwa ujumla ambao wanaishi Zanzibar. Katika kuendeleza dhamira ya kujifunza kwa vitendo, Mheshimiwa Waziri akiwa ameambatana na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara, Mkurugenzi Idara ya Ajira pamoja na mtaalamu wa mifugo kutoka Wizara ya Kilimo walitembelea machinjio ya Vingunguti ili kujionea namna mradi huo unavyotekelezwa na manufaa yake kwa uchumi. Waziri, hapa tupo kwenye machinjio ya kuchinjia mbuzi na kondoo. Kama nilivyosema, machinjio yetu ina wings 2,
Kwa hiyo ni wingi mojawapo ya kuchinjia mbuzi na kondoo. Sasa process ya kuchinja inaanzia chini hapa. Process ya kuchinja inaanzia chini ambapo mbuzi wakishachinjwa wananing'inizwa kwenye hii conveyor inayotembea hapo. Kwa hiyo wataning'inizwa, wataletwa huku juu. Kwa hiyo tukifika hapa juu kuna watu watawapokea. Kutakuwa kuna wafanyakazi hapa tumewapanga kwa level mbalimbali. Kwa watakuwepo ambaye anapokea, anapokuja hapa anatoa kwenye conveyor hii kuhamishia conveyor hii. Ili sasa zoezi la kuchuna ngozi lianze. Kama nilivyosema, ukimaliza kuchinja pale, kama mzigo ni wa kusafiri, maana yake utakuja kuhifadhiwa au kufanya chilling kwa masaa 16. Then baada ya hapo itategemea na mteja. Kama anataka iende ikiwa chill, itatoka hiyo nyama. Kama anataka labda inaenda mbali, inahitaji labda kuifreeze, inapelekwa sehemu nyingine kwa ajili ya kuigandisha kwa kublast. Tunasema blast freezing, ili igande sana kwa ajili ya kukaa muda mrefu. Tuna mashine mbili. Moja hii hapa inatumia mfumo wa upepo wa kupiga nyundo ambao tunaita pneumatic knocker, ambapo inapiga kichwani kwenye paji la uso wa ng'ombe, na kwa ule mshindo unaopiga basi ule mnyama anakuwa kama amezimia. Tena akishapigwa ataangushwa chini, ataelekezwa uelekeo wa kibla kwa taratibu za kawaida, atakatwa shingo kawaida. Lakini mashine ya pili ni hii hapa. Sasa hii inaitwa kabisa inaitwa kosher kitaalamu. Hii ni mashine kwa ajili ya uchinjaji wa halal. Na imewekwa hivi kwa sababu kuna baadhi ya nchi wanataka uwe nayo ili kwamba waweze kuchukua yao nyama wako. Kwa hiyo ng'ombe akifika hapa akiwa amening'inia miguu, kichwa chini, miguu juu, kwa maana ya miguu ya nyuma sasa. Kwa hiyo kichwa chini, miguu ya nyuma iko juu. Hapa tutakuja kumalizia kile kichwa na ile miguu ya mbele. Kwa hiyo hii mashine inakata kwa nguvu sana, na ukiweka hapo mkono lazima uende. Kwa mfano, wewe uweka ule mguu wa ng'ombe, akibonyeza lazima ukatike, sababu inatumia nguvu sana. Kwa hiyo ikishakata mguu, tunaweka hapa kwenye conveyor, inapelekwa kwenye chumba cha miguu na vichwa. Chumba hicho ndio hicho kinapokea na miguu na vichwa ile tuliokuonyesha kule juu. Kwa itakuwa inaenda. Wakati huo yule pale naye atakata mule miguu ya nyuma kwa mashine hiyo hiyo. Na hapo wao jamaa walipo, kwa mfano wao walipojipanga hapo, ndio kunakuwa kuna wale wachuna ngozi. Wao watajipanga hapa watu kadhaa, ni watu mpaka 10 wanajipanga hapo. Kuanzia platform hii ile na ile pale. Hizi platform nazo zimeenda kwa ngazi. Hii minyororo tunafunga ile kipande cha ngozi kwa juu kabisa. Pandisha hii mashine juu. Hii mashine inaweza ikapanda mpaka kiimo fulani cha juu. Kwa mnyama anafungwa kwa juu, hii minyororo inamfunga pale ile ngozi yake. Alafu baadaye anaishusha. Kwa anapokuwa anashusha ndio inavuka ile ngozi. Akija stage hii hapa kutakuwa kuna watu wamekaa hapo. Tunachana kwa ajili ya kutoa yale matumbo yanadumbukia hapa. Shadumbukia hapa yanapelekwa huko kwa ajili ya kuokoa isiharibike. Kwa tunahifadhi rekodi kwa kipindi cha miezi miwili sasa, ambapo tuna ngozi zaidi ya 30 huko ndani. Kwa sasa hivi jua limewaka, tunaanza kuevacuate, wanazikausha kwa siku moja, wanazicompress, wanapaki kwenye container, wanasafirisha. Kule wenzetu wanakula sana. Shukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya ndani ya jimbo hili la Segerea. Na ndio maana pamoja na upinzani wangu mimi, hakika ninamuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu amefanya mambo makubwa na anaendelea kufanya mambo makubwa ndani ya jimbo hili la Segerea. Umejionea katika machinjio haya. Hii ni sehemu ndogo sana ya uwekezaji ambao umefanywa na Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya jimbo hili la Segerea na Ilala kwa ujumla. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumpongeza sana kama walivyofanya wengine kwa kazi kubwa na njema anayoifanya kuhakikisha wanajimbo la Segerea na Ilala kwa ujumla wanapata maendeleo, lakini hata masuala ya kijamii ameyawekea mkazo ndani ya wilaya yetu hii ya Ilala. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Mheshimiwa Shabani Ali Othman alisema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ipo katika hatua za maandalizi ya ujenzi wa machinjio ya kisasa yatakayokuwa chachu ya maendeleo ya sekta ya mifugo. Alieleza kuwa mradi huo unalenga kuifanya Zanzibar
ijitosheleze kwa uzalishaji wa nyama ya ng'ombe, mbuzi na kuku, huku ukivutia wawekezaji kutoka Tanzania bara na hivyo kuongeza nafasi ya ajira kwa vijana. Ujenzi wa machinjio hayo unatarajiwa kuwa nguzo muhimu ya kukuza uchumi, kuongeza thamani ya mazao ya mifugo na kuimarisha mashindano ya bidhaa za Zanzibar katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Namshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutuwezesha kumaliza ziara yetu vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Kama nilivyotangulia kusema, ziara ilikuwa kwa ajili ya mafunzo na mimi nakiri kwamba nimejifunza. Kwa ziara yetu tumefanikiwa. Lakini la pili, ni mpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya katika eneo hili. Tumeona thamani ya fedha iliyotajwa na kile ambacho kipo ni vitu ambavyo vinafanana. Sasa haya yasingetokea kama si usimamizi mzuri wa viongozi ambao wamepewa dhamana. Tumejionea hali halisi ilivyo, na wakati nafungua kwenye utangulizi wangu nilisema lengo letu kama Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji ni kuja kuona namna gani tunaweza kuwaweka vijana katika fursa hizi za uchumi na maendeleo ya taifa lao. Eneo hili limekuwa ni eneo la ushuhuda, kwa sababu kwa taarifa ambayo nimepewa zaidi ya vijana 200 wamekwepo katika hili eneo. Kwa kawaida unapoweza kutoa fursa ya ajira kwa vijana 200 ni hatua moja kubwa kwa eneo moja. Mategemeo yote sisi Zanzibar tunaweza tukazidi katika eneo hilo la utoaji wa ajira, kwa sababu wivu ambao tumeupata hapa na utayari wa wawekezaji ambao tayari wameonyesha nia ya kuwekeza katika maeneo haya, tunaamini tutakwenda kufanya vizuri zaidi, na pengine kwa miaka ijayo wana Dar es Salaam mtakuwa na sehemu na nyie ya kujisifia kwamba maendeleo ya Zanzibar kuhusu machinjio na vinavyofuatana na hivyo vimetokana pia na mawazo yenu na ushauri wenu. Umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Kwa kutambua ukweli huo, viongozi hao walisisitiza umuhimu wa ushirikiano ili kufungua fursa mpya za uwekezaji, kuongeza ajira na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili za muungano. Safari ya mafanikio huanza na hatua moja. Ziara ya Mheshimiwa Shabani Ali Othman imeonyesha dhamira ya dhati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto ya ajira kupitia uwekezaji wenye tija, ubunifu na ushirikiano wa kimkakati. Kwa ujumla, ziara hiyo imefungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Zanzibar na jiji la Dar es Salaam katika sekta za ajira, uwekezaji na maendeleo ya mifugo. Matokeo yake yanatarajiwa kuleta manufaa makubwa kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kuchangia ukuaji wa uchumi endelevu. Kwa hakika, penye nia pana njia, na juhudi hizi zinaendelea kuthibitisha ya kwamba maendeleo ya kweli hujengwa kwa maono, ushirikiano na hatua za vitendo.